Usiku umeshuka, kuta zinanena, damu haiwezi kufichwa, ulituna mwenyewe. Karibu. Asante moyo, habari za asubuhi? Tumshukuru Mungu. Naona unafanya usafi. Sinajua tena tupo kwenye nyumba za kupanga, lazima usafi uzingatiwe. Pole, niambie. Kuna kitu ambacho kinachonitatiza hata sielewi ni kitu gani. Mambo gani tena? Jana usiku kuna mambo ambayo Kuna nini kwa shoga? Mbona shtuka? hamna kitu. Hamna kitu wakati nakuona tazama nini? Nini shida? Hamna mama, hamna kitu. Hamna. Basi kuelewi. Basi mimi naondoka. Usiku umeshuka, kuta zina Dada, naona nimekaa nayo yamenisumbua. Sasa naona sasa ni muda kukuambia, na nimeshachoka kuyahona. Je, unaweza wewe ukanielekeza au ukanifahamisha masuala yote yanayoendelea katika ile nyumba? Yaani kiukweli hii nyumba sijui kinachoendelea. Mimi niliachiwa tu niwe naiangalia. Alafu isitoshe mimi sikae karibu na hapa. Kuna mambo ambayo yanaendelea mle ndani. Hata sijui nikuelezeje. Maana nashindwa hata kupata amani au kulala kwa raha kwa mambo ambayo yanaendelea mle ndani. Na laiti kama ningekuwa na pesa, nahisi ningeama hata sasa hivi. Usijali mdogo wangu. Nitakusaidia. Nitajaribu tu kuongea na mwenye nyumba. Kwa sababu sio mara ya kwanza wala ya pili. Wapangaji, kuna wapangaji wanakujaga wanakaa mwezi, wanahama. Sasa ndo naanza kukuelewa sasa. Ila na imani nitaongea na mwenye nyumba, hilo jambo litakaa sawa mdogo wangu. Sawa dada. Nikitazama hii nyumba iko na changamoto ndogo sana, na changamoto hiyo iko ndani mwa uwezo wangu. Naweza nikaimaliza hii changamoto, mtoto wa Kusini Mtwara. Unikisikia wewe nakiongea, uninisikie nikiongea mimi. Yes, oh Jesus. Baba, naomba uniokoe katika tatizo hili Baba. Baba, umetupa uwezo na mamlaka kukanyaga moto na visivyoonekana Baba. Naomba unitolee kiumbe hiki Baba, unitolee hapa machoni pangu Baba. Hichi kiumbe ni hatari sana Baba. Naomba uniondolee hichi kiumbe Baba, kinatisha katika macho ya kibinadamu Baba. Naomba unitolee hichi kiumbe Baba. Baba, nikikitazama kiumbe hichi bado kipo Baba. Baba, naomba uniokoe katika hili janga, na yoyote maandiko yanasema kuaminie ataponywa katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Nazareti. Baba, katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu Baba, katika jina la Yesu, naomba niondolee kiumbe mbele yangu. Asante Yesu, asante Yesu. Dada, hivi unamwamini kweli mganga wako? Namwamini. Ndo maana nikamuita aje hapa nyumbani. Kwa mimi kwa sasa ninavyofikiria naona mambo ya waganga tuachane nayo kabisa. Bwana, tuwashirikishe wachungaji. Kuhusu wachungaji? Hapana. Naona yani mambo ya haya ya kishirikina.
hayaendani kabisa na wachungaji, yanaendana na waganga. Mimi na imani yule mganga anaweza, tumpe tu nafasi nyingine, atatatua hili jambo letu. Naona imani yangu imekuwa hafifu sana kwake. Naona bora zaidi tuwashirikishe tu wachungaji, ndio itakuwa jambo jema. Kuhusu huyo mganga, anaweza, nitajaribu kuongea naye kwa mara nyingine, atatusaidia. Sawa. Ngoja tumpe nafasi nyingine, lakini kwa mimi siamini kabisa. Ila Jiboy, brother, acha ya kupiga hii brother. Yaani mwanangu nikikuangalia na hilo wigi lako, yani kama Shangingi wa Kimombasa. Unakuja kama Juma Lokole unakataa. Sema tu ndo hivyo, yani nikikuangalia na kiuchebe chako ndo kinatambulisha kwamba wewe ni mwanaume. Vipi mzee? Nini? Hizi tamaa hizi mwanangu, usiziniponze ndugu yangu. Mwanangu leo si nimekaa zangu humu. Kaja mdada huyo, ana pesa, kama nieleza kuhusu matatizo yake 1 na 2. Mimi nikasema fresh, mimi naweza hayo mazingira. Kwamba nyumbani kwake alivyonipa hiyo story, nyumbani kwake kwamba kuna mzimu unamsumbua. Mimi sina kitunguli cha babu cha ndani cha ukoo. Kasema ngoja nizame ndichi. Fika pale nikaanza kuleta makeke. Leta makeke. Wakashaja kwenye mfumo. Baada nimefika kufumuka hiyo mashine hiyo. Kwanza nikakuta nywele zimesimama. Wale wadada wamelia sauti hii. Wamepotea. Yaani kabla ya kufanya uganga nilisema Jesus Christ. We. Kwa mchungaji. Nikajikuta nimerudi kanisani. Nilifumba mikono mpaka macho. Baza ninasema we. Leo nilikuwa napoteza uhai brother. Unajua ngombe kitu? Naam brother. Pesa kweli tunatafuta. Naam. Kwa njia yote ile. Lakini mzee wangu. Angalia mwanangu. Je, vitu vingine hivi yani si mtu akikuangalia kama kweli. Yaani nimeenda na njonjo, si mbona rangi zimepaka. Naona hii lip shine sijui. Kwa wiki la mama watoto la shemeji yako nikalivaa ili nikaonyesha kwamba mimi kweli wacha. We. Ili wigi so usinga ng'ombe. Mwanangu utakuja kufa vibaya. Nusu nife leo. Asa mbona kama hivyo majumba ya watu unajua kila mtu anapojenga nyumba yake. Kuna vitu anaviweka. Umeona Kwa hiyo sasa ukienda pale mzee wa mazimu yale sijui mamizuka sijui mazindiko sijui manini yanaweza kachukulia kweli huyu ni mganga kweli, mzee unapigwa kitu. Ila bro, huyo sister mwenye matatizo sio poa. Mtu apokuambia ni mtu. Ubize tu wa kazi na kukumbuka sana. Hamna, ndo hivyo. Nitafanyaje leo? Sijui kama nitapata muda. Nitakuja mimi. Nilikuwa pale naongea na shemeji yako bwana, ukantokea ule mzimu tena. Nimekimbia, nikakimbia moja kwa moja, nikaenda hadi kwa yule mtaalamu wetu. Nilivyofika pale, nikaongea naye. Ameniambia kuna kitu atakuja kukiweka hapa nyumbani kwa ajili ya ulinzi wa hii nyumba. Naogopa sana. Sijui haya matatizo yataisha lini. Maana wewe jini mwenyewe ukiweka nyama anakula, ukiweka matembele haya. Hilo limskuli limewekwa hapa limetelekezwa. Sijui lina njaa. Vitu vibaya hataki. Anataka vitu vizuri tu, nyama, kuku, matembele haya.